watu walikuja tu wakaanza kupiga wasichana, wakanyang'anya wasichana masimu na pesa pia walinyang'anya wasichana. Na ninaomba IPOA aingilie kati. Kwa saa hizi tuko vibaya, tuko vizuri. Kama CD tunanunua kwa duka, nyumba 10 wanataka pesa, tuwapee pesa kila mwezi. Watoto tuko nayo pia tunapewa, tuwalishe. Wanataka tuwasomeshe. Nyumba 10 pia umetuweka, lazima tuwapee pesa, la sivyo tutashikwa. Tunaomba serikali kama ni hivyo, watupe kazi tuende tufanye. Na wasichana wote walisema wazitoa hiyo pesa. Afadhali tupee maskari wenye wanatulinda kuliko kupewa nyumba 10. Kitu tuliona jana si kitu mzuri. Manyumba 10 hawa na maaskari wenye walikuja jana hatujui kama ni askari. Juu hakuna hata mmoja alikuwa amevaa uniform na hakuna hata mmoja alibeba bunduki ama avai kitu kingine yenye itakuonyesha huyu ni askari. Mimi jana nilichukua wale kama ni wajambazi. Wanapanda juu, wanabomoa milango, wanaingia ndani, wanabomoa milango zetu tukipigwa na marungu. Sisi si punda, sisi ni binadamu na tumekuja kutafuta. Tunatafutia watoto wetu. Hata wengine wetu tunatafutia wazazi wetu. Sasa naomba mtusaidie. Hakuna haja tudhulumiwe. Sisi ni sex workers. Na tunaomba usaidizi. Milango zimebomoka. Tumepigwa, wasichana wameumia. Mili sokeji ya usingizi, mlango mtu amepita na mlango. Na harakati alipita na mlango. Kitu ya kwanza alichukua ilikuwa mwiko yenye napikia. Hii mwiko ilinitandika hadi mwiko ikavunjika kwa mgongo. Mwiko kutandika ndiye akachukua tena fimbo fulani pipe. Niligongwa vibaya sana. Kini mimi nikipigwa nilikuwa napigwa nikiambiwa toka muende kwenyu. Nisika kupenda kwetu tuko kwa kiwanja. Kama mimi niko na mtoto mwenye kwa fofo. Sina kazi yoyote yenye nazifanya. Juu hata biashara nilijaribu nikashindwa. Mtoto anaenda shule saizi ama form 4. Niko na wajunia, niko na mtoto mdogo. Baba yao alikufa, si yuko na baba yao. Naso lili watoto wangu wasome. Dada yangu amepigwa kama nyoka. Amenyang'anywa pesa, amemwambia toa 2,000, kama huna tunakupeleka cell. Toa ID, kama huna wanakupeleka cell. Before uwe msichana wa jua kali. Mimi sheria ya polisi sijaiona polisi akitoa msichana nguo abaki uchi. Hiyo ni sheria gani? Serikali saidie sisi. Hii maneno sijawahi ona kwa maisha yangu yote. Mimi ni sex worker. Mimi niko na watoto wadogo. Nalisha watoto kwa hii kazi. Polisi mgani atakwambia piga fanya hivi tuangalie pesa, tutafute pesa. Kwa mwili yako unatolewa nguo uchi. Sijawahi ona. Na ni mjukumu yetu ndio anatufanyia ujinga kama hii. Hii ni mjukumu. Sio usiri, ni mjukumu. Atulipi serikali. Serikali wanalipwa na government, sisi tunajilipa, si wenyewe tunajilinda wenyewe. Sasa hizi nimepatikana nimedungwa kisu kwa room. Polisi huwa shughuliki. Hakuna polisi ambaye huwa anashughulika msichana kidungwa kisu. Wanasemanga hiyo ni tabia yenu na wanatuacha hapo. Unaenda kwa nyumba yako, unaenda unaumia huko, utarudi siku ambayo mwenyewe wajisikia. Mimi kusunguka hivi mbele napata mattress sote 11. Siko nje na mablangeti na masuitcase. Sasa ndio nikashindwa kama ni maofisa wa askari walikuwa na makosa na wasichana. Mbona wajasika tu wasichana na wapeleka, wanashika wakipiga na wanatupa vitu nje. Vitu simeloa, kila kitu, nyumba zimetabaka, yenye sielewi ni nini. Nikafuatilia, nikaenda station. Kufika station nikasema niko na report kwa ubi polisi wenye nilipata. Wakaniambia eleza ripoti yako, nikaelezana. Kuelezana waliniambia awesi andika report against maskari yao. Nikafukuswa. Nilirudi nikilia nikisema mnyonge hana haki. Nafikiria mimi ni Mkenya. Natafuta tu nipate shilingi 10 watoto wangu wakule, nisiibe cha mtu. Mbona mnanifukuza? Walinifukuza mpaka mwingine akaniambia kama unataka kulia mama, lia sana na ulie damu. Hakuna mwenye atakusikiza hapa. Wale wanafaa kuwatetea na wale wanafaa kuwa protect ndio wamegeuka wanawadhulumu. Wamepigwa wengi wao, wameumizwa, wameibiwa pesa zao na wameibiwa simu zao. Sasa hivi hata tukiongea kuna wale wako police station wamepigwa, wameumia na hatuwezi wa access sababu tumenyimwa ile access. Tumejaribu pia kureport na the same police officers wanasema hawawezi record statement against their own police officers. Wasichana wameambiwa watoke jua kali wakakuje
Kakamega Kisumu Highway wakuja wabangaizie huko. Na ukiangalia Kisumu Kakamega Highway hakuna mahoteli zile wanaweza tumia kama rooms zao za kutumia kwa kazi yao. Na hata kama zile ziko ni chache na ni expensive. Sasa pia ukiangalia distance ya kutoa mtu Kakamega Highway hadi Jua Kali ni distance mrefu. Tena kuna issues za insecurity. Mtu atapitaje kutoka Kakamega Kisumu Highway mpaka Jua Kali without any street lights na nini? So kitu ya kwanza tunaona ni kama tunaweka maisha yao hatarini kwa kuambia watoke hotspot wakuje kwa highway. Hiyo tunaweza sema wamekosa. Na kwa nini mtume askari wa kiume wakuje kuwafanyia nini inspection ama nini? Wakuje kuwa search. Kama umesikia kwa testimony za wengine walikuwa wanaambiwa vua nguo. Unavua nguo na huyu askari anakuvua nguo ni mwanaume. Hapo sisi tunaona ni dhuluma ya kijinsia ambayo ni sexual violence. Huwezi ambia mtu atoe nguo bila consent yake. Hata kama ni muuza ngono. Kurushwa kwa magari na kupigwa pia si vizuri. Hiyo ni assault. Lakini sasa tunasikitika juu hakuna mali tunaweza report. Police station wamekata kuchukua hizo statements. Kama wanaharakati tunataka hao wasichana wako police station juu wameumia, kitu ya kwanza wanafaa medical attention. Kama kuna mmoja ameumia kifua, ameumizwa vibaya sana na ni yeye alivuliwa nguo, tunataka tafadhali aachiliwe tukampeleke hospitali akapate matibabu.